Bwana, leo movie yetu inaanzia mdada mmoja anapigwa simu akiwa anaambiwa na rafiki yake kwamba aondoke ile eneo mara moja, kwani wale watu wanamdai zile pesa wapo kitani kwake wanamtafuta kwa udi na uvumba. Kama tunavyoona hapa sasa, watu wanaulizwa wamjui na kadhalika. Na movie yetu ipo chini ya udhamini mkali wa Universal. Sterling wetu anaitwa Zuchu katika story yetu kali kabisa. Mdada huyu bwana aliamua kujiandaa haraka aweze kuondoka, kwani anajua kitakachomkuta baada ya wale watu kumkamata. Sasa turejee kidogo nyuma. Kwa nini mdada anakimbia? Na ilikuwa kwaje? Maana ni pesa nyingi kweli wanazodaiwa. Mwaka mmoja uliopita hapo awali bwana, kumbe tunaona mdada huyu alikuwa anafanya kazi katika shamba moja hivi la chai huko mkoani. Na kama tunavyojua jamani, mshahara unakuwa mdogo sehemu kama hizi na kazi inakuwa ni nzito kweli na watu ni wengi. Sasa mdada huyu bwana alipata bahati, kila akiondokaga usiku mlinzi wa ile shamba alikuwa anamvuta na kumwambia nipe namba yako ya simu. Kwani tajiri wa ile shamba anahitaji mfanyakazi wa ndani huko mjini. Maisha ya shamba ya kufai. Na hii ni chapter 1 za simu mafanikio. Mdada yule alifanikiwa kutoa namba na alimpigia simu tajiri na kuambiwa kwamba kazi huko zipo, karibu hata kesho. Kama tunavyoona hapa anachungulia hizo kuondoka kijijini bila kuaga kama tunavyoona. Na huu ni mwaka mmoja baadaye. Bwana mdada huyu alipata bahati, kwani yule bosi alimuelewa kweli na ile shamba alimuelewa na akamfanya kama mpenzi wake. Sasa nyuma yote bwana, kumbe bosi alikuwa ni jambazi mkubwa anatafutwa na serikali. Na mdada huyu bwana aliachwa katika gari. Sasa wakati anaondoka aliona mapesa mengi katika gari akaamua kuondoka nazo. Na hii ikawa ni intermission ambayo ilipelekwa yeye kutafutwa kwa udi na uvumba. Kama tunavyoona hapa anatafutwa kitani kweli anaona watu hawamjui. Na hii ni last chapter sasa. Yule mdada bwana alipokimbilia pesa akawatumia pesa vibana vijana wadogo. Na sasa siku ndio alikamatwa kama hivi. Ilikuwaje? Tukutane sehemu ya pili. Yuzo.